kutafuta somo la hadithi na kusoma hadithi ilikuwa ni jambo la dharura. Kwa hiyo وبدأ حياته العلمية بطلب الحديث alianza maisha yake ya kielimu kutafuta hadithi fasara hafidhan fihi akawa ni katika mahufadh yani alianza kuhifadhi hadithi mpaka akafikia daraja kuwa ni hafidh. Hafidh ni yule ambaye طبعا bila shaka ana ilmu kubwa na kahifadhi kitu kingi sana katika hadithi. Ana ilmu kubwa na kahifadhi kitu kingi sana katika hadithi. Thumma tawajjaha ila talab al-fiqh kisha ndio akaelekea katika kutafuta fiqh. Thumma tawajjaha ila talab al-fiqh kisha ndio akaelekea katika kutafuta ilmu ya fiqh. Fasara hafidhan fihi akawa ni katika mahufadh. Hafidh ni yule ambaye kahifadhi kitu kingi sana katika mutuni za hadithi. ثم توجه إلى طلب الفقه kisha ndio akaelekea katika jambo zima la kutafuta fiqh. Fiqh maana yake uelewa wa kile kilichokuwepo katika mutuni za hadithi na fiqh katika upande wa hadithi kuna jamu kuna yani kukusanya an-nas kama alivyotueleza Sheikh wetu Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad an-Najashi Allah amhifadhi na amzidishie siha na afya na nguvu ya kusambaza sunna. Alitueleza kuwa ukitaka uwe ni mzuri katika ilmu ya hadithi basi labuda min jami' an-nusus una uwezo kukusanya matni mbalimbali ukaziangalia kisha ukaelewa hukumu ya jambo na mfano wake. Kwa hiyo fiqh kwa wakati huo ilikuwa ni mtu kukaa katika majlisi akaelewa kila neno katika sunna au zile sunna zina maana gani. Kulikuwa hakuna mustalahati nyingi wala mtu aseme mimi siwezi kusoma fiqh mpaka nisome usul fiqh, hapana, bali usul ilikuwa ikisomwa katika majalisi za ahlul ilm, manhaji ambayo hata Sheikh wetu Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad an-Najashi alikuwa akitueleza mara nyingi kuwa mkitaka kusoma hadithi na msome musalahul hadithi someni tatbiqiyan, yani mukaida mwalimu anasoma sanadi anawaelezea ili kuwemo ndani ya sanadi hadithi haisihi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu hii na hii na hii, na hadithi kama hii inaitwa marfu' kwa sababu kuna hizi istilahati walizoziweka ahlul ilmi katika upande wa fununi. Lazima mtu ajue kwa wakati gani ili asisiwa fani ya ilmu ya tafsiri, yani mwanazuoni wa kwanza ambaye aliandika ilmu ya tafsir ambaye kaasisi kawaidi hizi za ilmu ya tafsir, au wakati gani iliandikwa ilmu ya usul al-fiqh. Kwa hiyo wakati wa Abu Yusuf walikuwa kitafuta fiqh, wakati wa Abu Hanifa, wakati wa Ibrahim an-Nakhai na tabi'ina, lakini kulikuwa hakuna kawaidi kwamba ukitaka kusoma fiqh kwanza soma kitabu fulani cha usul al-fiqh. Kulikuwa hakuna, wala tusemi kuwa mtu asisome hivyo vitabu, hapana, bali tunaelezea ile hali ya kielimu kwa wakati huo ilivyokuwa, kwa sababu ahlul ilmi walikuwa kila mmoja hujitosheleza kutokana na malezi ya kielimu, anakuwa ana zile alat, yani maana yake lugha anayo, lakini vile vile anajua nini am na nini khas alau kwa upeo fulani. Ingawa Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu alipokuja ndio aliyefungua mambo, na wengi katika ahlul ilmi wakaelewa kuwa hii ilmu ina vipengele hivi na mambo mbalimbali kama ambavyo ni maarufu fadhila walizozielezea ahlul ilmi juu ya Imam Ash-Shafi'i katika jambo lake zima la kuweka misingi ya ilmu ya usul al-fiqh kama mlango bora na mlango mkubwa na jambo la dharura kwa talibu wa ilmu al-fiqh. Kwanza apite na aelewe, kisha wakaja wengi katika ahlul ilmi baadaye wakaeka mambo mbalimbali, ikawa katika kila ilmu miongoni mwa ulum basi maana yake kuna usul, kuna kawaid, kuna furu', kuna mambo mbalimbali ambayo insha Allah bi'unillahi tabaraka wa taala hivi ni vipengele vyote vya ilmu ambavyo vipo baina ya ahli ilmi katika fununi hizi za kifiqhi. Ikawa mtu abobee katika nukta ili aweze kuwa ni faqihun alimun mubajjal. Basi huyu Abu Yusuf baada ya kusoma hadithi akaelekea katika kusoma fiqhi, watafaqaha awalan ala yadi Abdurrahman ibn Abi Layla. Kwanza alibobea akasoma fiqhi kwa mtu aitwa Abdurrahman ibn Abi Layla katika maulama wakubwa. Thumma intaqala ila majlis Abi Hanifa, kisha akaelekea kusoma kwa Abu Hanifa. Waltazama suhbatahu, akalazimiana sasa rasmi na Imam Abu Hanifa rahimahullahu. Qala asema Abu Yusuf
صاحبت أبا حنيفة 17 سنة. mimi nilisuhubiana na Abu Hanifa 17 sana, miaka 17. Yani Abu Hanifa alisuhubiana na mwalimu wake Hammad ibn Abi Sulaiman miaka 18, na Abu Yusuf al-Qadhi alisuhubiana na Abu Hanifa miaka 17. Yani mtu kakaa kwako anasoma tu ilmu, wewe umekaa kwake unasoma tu ilmu. Si miaka minne pengine mtu kasoma baccalaureate degree, au miaka 3 2 kasoma magister, au labda ukichanganya miaka 8 mtu kasoma baccalaureate magister pamoja na doktora, tena akawa sasa shafikia mablagha ya kuwa yeye katika maulama na mwenye kufanya lolote analolitaka. Hawa ni watu wamekaa miaka 18, miaka 17, miaka 40, 30. Mtu anaisoma ilmu na bado yupo ananyenyekea kwa shekhe, wala hajioni kuwa yeye ana ilmu zaidi, pamoja na kuwa tayari ameshasifiwa alitafuta hadithi mpaka akawa hafidh. Kuna baadhi ya shubahat, baadhi ya watu huzungumza Abu Hanifa alikuwa ni kadha, Abu Hanifa hakuwa hivi. Mtu mwenye ilmu ya fani ya hadithi akae mbele ya mtu alikuwa hajui chochote, ni jahil, miaka 17 asome kwake, alikuwa akisoma nini? Sasa watu wanajahil katika masala ya tarikh, lakini fiqhu at-tarikh, fiqhi ile inayopatikana katika mambo ya tarikh pia wanajahil nayo. Hawezi kuwa mtu ni muhaddith akakaa mbele ya jahil, yani maana yake hili jambo haliwezekani. Kwa hiyo bila shaka ni kuwa mpaka Abu Yusuf ambaye ni hafidh katika fani ya hadithi akakaa kwa al-Imam Abu Hanifa, bila shaka Abu Hanifa alikuwa min ahli al-ilmi al-kibar, na tumeshasoma walimu wake na wanafunzi wake na muda aliokaa tabai na mmoja katika walimu wake, na kama hivyo bila shaka ni ishara za kuonyesha kwa Abu Hanifa alikuwa katika ahlul ilmi. Ndio maana Abu Yusuf akasema sahibu Abu Hanifa 17 sana, likana Abu Hanifa miaka 17, la ufariquhu fi fitrin wala adha illa min marad. Asema mimi nilikuwa simwachi tabai katika wakati wote ule, bil ikhtisari, maana ya maelezo kwamba mimi nilikuwa simwachi wakati wote, sio asubuhi wala mchana wala katika kula, wala mimi wakati wote niko naye. Wadhālika li shiddati ta'alluqihi wa mahabbatihi lahu, na hii wanasema ilikuwa ni kwa sababu ya mapenzi ya Abu Yusuf kwa Abu Hanifa, mapenzi yake na ile kushikamana naye wakati wote alikuwa yuko naye. Kwa hiyo haithu ra'ahu Abu Hanifa wa atana bihi, na Abu Hanifa alimpa umuhimu sana Abu Yusuf na akamzingatia na akampa nafasi, wa anfaqa alayhi, na akatoa kitu kingi kwa Abu Yusuf, hata adaha min akbari ashabihi, mpaka Abu Yusuf akawa ndio mtu aliyekuwa juu zaidi katika wale waliolazimiana na Abu Hanifa na waliochukua ilmu yake na wakaisambaza. Fanashara ilmuhu, Abu Yusuf akasambaza ilmu ya Abu Hanifa wa fiqhahu, na fiqhi ya Abi Hanifa fi jamii al-amsar, katika miji yote. وهو أول من ألف في مذهب أبي حنيفة وأخلده. أبو يوسف ndiye wa mwanzo ambaye kaanza kuandika ile madhhabi ya Abi Hanifa, wa akhladahu, na akaibakisha kwa tawfiki yake Allah tabaraka wa taala milele kuwa madhhab ipo. Kwa hiyo ukiulizwa nani wa mwanzo baada ya Abu Hanifa ambaye ndiye alisambaza madhhabi ya Abi Hanifa, ni Abu Yusuf al-Qadhi. Na ni jambo muhimu Allah tabaraka wa taala atie baraka ilmu ambayo ilikuwa kwa hawa watu, na sisi atujalie kwa tawfiki yake Allah tabaraka wa taala tukutanishe nao hao. Ni jambo zuri sana kuweza kujua mpaka leo ile fiqh hasa ilianzaje ni Abu Hanifa kisha Abu Yusuf al-Qadhi. وقد أثنى عليه شيخه الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة كمسيف أبو يوسف، أبو حنيفة كمسيف أبو يوسف. Wakati mmoja Abu Hanifa alipopata habari kwa Abu Yusuf anaumwa, alikwenda kwa ajili ya kumtembelea fi maradhi, katika maradhi taarada lahu ambayo yalimtokezea Abu Yusuf. Alisema Abu Hanifa, yamut hadha alfata, ikiwa tafariki huyo kijana kwa maradhi haya, maana yake aliumwa sana, fa huwa a'lamu man 'alayha wa awma'a ila al-ard. Aliashiria katika ardhi akasema, au a'lam man 'alayha, a'lam man 'alayha maana yake
huyo na ilmu zaidi katika wale waliokuwa katika ardhi. Kwa hiyo akifa basi maana yake kaondoka alimu al-ardh, yule mwenye kujua zaidi katika hii ardhi kaondoka. Maana yake tazkia ya Sheikh kubwa kweli kweli kwa mwanafunzi wake, kuwa bado ni mwanafunzi wake, lakini anamuelezea kuwa ni a'lamun nas fi al-ardh, ni mtu mwenye ilmu zaidi katika ardhi. Waqala fihi Yahya ibn Ma'in, na Yahya ibn Ma'in kazungumza, ambaye Yahya ibn Ma'in alikuwepo wakati wa kina Imam Ahmad ibn Hanbali, ni katika ahlul ilm al-kibar katika upande wa marwat. Yani katika upande wa ilal alikuwa Ali ibn Madini, katika upande wa marwati aloulizwa sana kuhusiana na watu, yani aloulizwa sana 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 kuhusiana na fulani 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 ni Yahya ibn Ma'in. Katika upande wa fiqhi wapo kina Ibrahim ibn Makhlad, Isaq ibn Rahawayhi. Katika upande wa kuhifadhi mutun kina Abu Zur'a. Hivi ndivyo walivyokuwa ahlu al-ilm. Kwa hiyo kila mmoja ana upande wake. Sasa Yahya ibn Ma'in yeye anawajua vizuri watu, na yeye ndiye ambaye kaulizwa zaidi kuhusiana na marwat. Ina maana tukichukua kauli ya Yahya ibn Ma'in hapa akimuelezea Abu Yusuf, ujue tunachukua kauli ya yule mtu ambaye ndiye raisi wa kuwafahamu wale watu waliokuwepo wakati huo. Asema ma raaitu fi asabi ar-ra'i, sijaona katika watu wa rai mtu wakuva athbat fi al-hadith minhu, yani mtu ambaye yuko thabit zaidi katika hadith kuliko Abu Yusuf, wala ahfadhu wala asah riwaya min Abi Yusuf, ambaye alikuwa ni hafidh katika hadithi na riwaya zake ziko sahihi, ziko sawa kuliko Abu Yusuf. Waqad akhadha ilmu al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kwa hiyo Imam Ahmad ibn Hanbal kachukua ilmu kutoka kwa nani? Kwa Abu Yusuf. Kwa hiyo Yahya ibn Ma'in huyu ambaye alishirikiana na Imam Ahmad kuelekea Yaman kusoma kwa Abdul Razzaq as-San'ani, anathibitisha akiwa yeye ni alim al-kabir al-mubajjal, ambaye kaulizwa sana kuhusiana na watu wa kipindi hicho. Yeye alikuwa akiwajua, wenyewe wanasema yughardiluhum, alikuwa akiwachunga na kuwageuza geuza, anajua sifa zao sana. Anamsifu kwa Abu Yusuf ni athbat wa ahfadh wa asahhu riwaya, ni mtu ambaye bila shaka alikuwa kafikia upeo wa juu sana katika elimu ya hadithi, lakini katika hifdhi vile vile na katika usahihi wa kile anachokipokea. Huyu ni mwanafunzi wa Abu Hanifa. Sasa je, ataweza kweli kukaa mbele ya mtu aliyekuwa ni jahil? Baadhi wanasema Abu Hanifa sio alim, Abu Hanifa sio hivi. Hizi ni ghazwatul fikriya fi ilmi ash-shar'i, vita vya kifikra katika elimu ya kisheria. Bila shaka wale watu ambao wanasoma fununi za kielimu, kuna kipengele huitwa ghazwatul fikri katika jamiati, ima marhala ya baccalaureate au kabla ya hapo au magister. Basi watu husoma hizi fikra, ghazwatul fikri, jinsi watu wanayopiga vita dini kutumia fikra zao, hawatumeipanga wala kisu, ikiwemo kuwadogosha na kuwadhalilisha hawa ahlul ilmi kama kina Abu Hanifa wakuwa maulama. Sasa vipi atakuwa mtu hana ilmu alafu amsomeshe mtu ambaye ni ahfadh, tena kwa kauli ya alim wajaruhu na ta'dil Yahya ibn Ma'in? Kwa kweli ni al-ajab kullu al-ajab fi man jahila, wa'udhu billahi min al-jahili. Amin. Kana Abu Yusuf aliman faqihan hafidha. Abu Yusuf alikuwa ni alim faqih vile vile ni hafidh, mujtahidan fi al-madhhabi, tena anajitihada kubwa katika madhhab. Yani baadhi ya wakati alikuwa katika mambo katika madhhabi ya Hanafia yeye anajitahidi, ingawa kuna kauli ya Abu Hanifa, lakini akihisi kuna dalili tofauti na kauli aliyosema Sheikh, basi alikuwa akishikamana na dalili fi masaili kathira, katika mambo mengi, kama huko maalum li talabati al-ilm wa darisi madhhabihi, kama inavyofahamika kwa wale matulab al-ilm na wanaosoma madhhab ya al-Hanafiyya. Lakinahu kana mutawadhi'an ma'a shaykhihi, alikuwa ni mnyenyekevu sana pamoja na shekhe wake, wa arifan qadrihi, alikuwa akifahamu nafasi ya shekhe wake, wa manzilatihi, na hadhi yake na ilmia ya kielimu, haithu qala inda mukhalafati ustadhihi, haithu kwa namna ambayo qala alisema inda mukhalafati ustadhihi, pale alipotofautiana katika baadhi ya masala na mwalimu wake. Ma qultu qawlan khalaftu fihi Aba Hanifa rahimahullahu, alipotofautiana na mwalimu wake Abu Hanifa,
ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة رحمه الله. استسمى قوليوت نكم خالف أبو حنيفة، استسمى قوليوت نكم خالف أبو حنيفة، إنما هو قاله هو، lakini kile nilichokisema ni kauli ambayo alisema yeye kwanza, thumma raghiba anhu, kisha kaiacha. Kwa hiyo mimi ndo nikaisema baadaye, nikaiona kwa ile aliyoiacha ina usahihi. Waqala fi mawdhi akhar, akasema katika sehemu nyingine, ma khalaftu Aba Hanifa, nimesija mkhalif Abu Hanifa katika jambo qattun, hata siku moja. Fatadabbartuhu, nikakaa nikazingatia na nikaliangalia kiundani, illa raaitu madhhabahu alladhi dhahaba ilayhi an jaa fi al-akhirah, ila nitaona tuko madhhab ambayo shekhe alishika ndio manhaji nzuri zaidi ya kuniokoa mimi akhira. وكان الإمام أبو يوسف نالكوا إمام أبو يوسف قاضيا تولى قضاء ببغداد. وكان الإمام أبو يوسف قاضيا، أبو يوسف لكون قاضي تولى قضاء بغداد، لكون قاضي بغداد في خلافة المهدي ثم موسى الهادي، ثم والله الخليفة هارون الرشيد قضاء البلاد كله. لكون قاضي katika wakati wa Mahdi, kisha akawa tena qadhi katika wakati wa Musa al-Hadi wa Baghdad, kisha baadaye Khalifa Harun al-Rashid akampa qadhi wa miji yote. Wakana adilan, alikuwa ni mwadilifu, baidan anil jawri wal muhaba li ahadin, alikuwa hana jeuri wala alikuwa hakwazani na yoyote. Qala Muhammad ibn Samaa, sami'tuhu yaqulu fi al-yawm alladhi mata fihi, asema limsikia Abu Yusuf akisema siku aliyofariki, Allahumma, mola wangu, innaka, hakika yako wewe, ta'lamu, wajua, anni, hakika yangu mimi, lam adlim, mimi sijadhulumu, fi hukmin hakamtu bihi, katika hukumu yoyote niliyoitoa, baina ibadika, kwa waja wako, mutaammidan, kwa kukusudia, wajtahadtu ala an yuwafiqa kitabak, mimi nimejitahidi kile nilichokihukumu kiendane na kitabu chako, wa sunnati nabiyika sallallahu alayhi wasallam, na sunna ya mtume wako, msingi huo. Wama lam ajiduhu, kile ambacho kuwa sijakipata katika kitabu wala sunna, ja'altu baini wa bainaka al-imam Aba Hanifa, kwa hiyo mimi nimemweka Abu Hanifa, maana yake nimechukua kauli ya Abu Hanifa, biilmi, kwa kujua, annahu lam yakun ahadun a'lama bihi minhu, kwa kujua kuwa wakati mimi nimechukua kauli ya Abu Hanifa, na hakikisha kuwa hakuna yoyote ambaye nimemfahamu kalizungumza jambo hilo akawa ana ilmu kuliko Abu Hanifa. Maana yake ikiwa kuna kauli ya mmoja katika ahlul ilmi katika masahaba, Abu Yusuf atanguliza kauli ya Abi Hanifa wakati anajua hii ni kauli asah kutoka kwa sahaba, lakini maana yake ikishafikia upeo sina dalili kwenye kitabu la sunna, lakini na kauli za Sheikh wangu Abu Hanifa, basi maana yake kwa sababu naamini kuwa yeye alikuwa na ilmu na maarifa, namtanguliza yeye. Qultu wa hadha sha'nu man khafa Allah, asema yule ambaye kaandika hibad wa hadha sha'nu man khafa Allah fi dini, hili ndilo jambo ambalo linatukazia kwa yule mwenye kumhofu Allah katika dini yake, wattaqahu, na akamcha Allah, wa huwa dalilu tawadhu'ihi li ustadhihi, na ni dalili kwa Abu Yusuf kunyenyekea, kuwa mnyenyekevu kwa ustadhi wake Abu Hanifa. Hapa tunasoma jinsi ya hawa watu ambao madhhabi yao inaendelea, na watu wengi wapo katika madhhabi ya al-Hanafia, na maulama wakubwa wale waasisi wake walivyokuwa, kuanzia tawadhu zao na heshima yao katika ilmu na ilmu zao. Kwa kweli ni halawa, ni katika mambo mazuri. Walil-Imam Abi Yusuf, na ana Abu Yusuf, muallafat qaima, ana vitabu vilivyokuwa ni vizuri sana, alafa fi madhhabi al-Imam Abi Hanifa, kavitunga katika kuelezea na kuchambua madhhab ya Abu Hanifa, wadawana fiha ara'ahu wa riwayatahu, na kaandika ndani yake rai zake pamoja na riwaya zake. Mithlu, mfano kitabu al-Athar alladhi rawahu Abu Yusuf an Abi Hanifa, kama kitabu al-Athar ambacho Abu Yusuf kakipokea kutoka kwa Abu Hanifa. Wa fihi fatawa tabi'in, ndani yake kuna fatwa mbalimbali za matabi'ina min ahli al-Iraq, katika wale watu wa Iraq, mimma irtadaha Abu Hanifa, katika ile ambayo karidhia Abu Hanifa. Yani Abu Yusuf aliandika kana kwamba akamuonesha Abu Hanifa kile alichokiandika, yani kahifadhi ile aliyokuwa akiyasomesha Abu Hanifa na kuyazungumza. Abu Hanifa akaangalia kisha karidhika juu ya usahihi wa kile alichokiandika Abu Yusuf kutoka kwake. Muhimu sana.
Jambo la pili, ikhtilafu Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla, ikhtilaf ya Abu Hanifa na Ibn Abi Layla. Kama tulivyopita kuwa Abdurrahman ibn Abi Layla alikuwa ni mwalimu wa kwanza wa Abu Yusuf, kisha Abu Yusuf akaelekea kwa Abu Hanifa, kisha Abu Yusuf akakusanya masail aliyoeleza Abu Hanifa na Abdurrahman ibn Abi Layla katika nukta zile ambazo wamختلفiana, wa kharij jamaa fihi Abu Yusuf masail al-khilaf bainahuma, kwa Abu Yusuf akakusanya kile alichoختلفiana walimu wake wawili. Namba 3, arad ala siyari al-Awza'i, kurad siyari al-Awza'i, وهو كتاب جليل بين فيه أبو يوسف اختلاف الأوزاعي مع أبي حنيفة في العلاقات بين المسلمين. Al-Awza'i ana kitabu chake kinaelezea mambo ya siyar. Bila shaka kuna mambo mengi yanayohusu habari mbalimbali za kitarikh na mambo mbalimbali yanayohusu al-alaqat baina al-muslimin, mafungamano baina ya Waislamu. Kwa hiyo Abu Yusuf katika kitabu hichi kizuri, bayana fihi Abu Yusuf ikhtilaf al-Awza'i, kabainisha nukta za tofauti baina ya Awza'i na Abu Hanifa fi al-alaqat baina al-muslimin, katika mambo yanayoelezea mafungamano baina ya Waislamu. Tumeelewana vizuri. Wa ghayruhum fi hali al-harb, na wengine katika wakati wa vita, habari na mambo mbalimbali. Wadafa an ara'i Abi Hanifa, na Abu Yusuf kazi tia nguvu wakatetea zile rai za Abu Hanifa, wakadhalika lahu imlaat li masail Abi Hanifa, na vile vile ana imlaat kuna zaidi ya mara moja alikuwa akiwasimulia wanafunzi, na wanafunzi wanaandika mambo mbalimbali aliyoeleza Abu Hanifa. Fanasharaha wa batha ilma Abi Hanifa, kwa hiyo yeye alieneza na akasambaza ilmu ya Abu Hanifa fil ardhi, katika ardhi. ومن مؤلفاته كتاب الخراج الذي ألفه أبو يوسف لتنظيم المال في الدولة الإسلامية. Abu Yusuf ana kitabu kinaitwa Al-Kharaj, ambacho yeye kakiandika kwa ajili ya kupangilia ile mali katika dola ya Uislamu. Huwa kitabu mukhtasarun mufid, ni kitabu kidogo ambacho kimejaa faida fi masadiri baiti mali muslimin, ambacho kawaida kinatakiwa kiwepo katika vitabu ambavyo ndio vitabu masadir, marejeo katika baitu mali almuslimin. ويذكر فيه المؤلف مخالفته مع أستاذه وشيخه في بعض المسائل. Abu Yusuf anataja kutofautiana na mwalimu wake na shekhi wake katika baadhi ya mambo ambayo ni Abu Hanifa. وهكذا كانت سيرة الإمام أبي يوسف, hivi ndivyo ilivyokuwa sira maisha ya Abu Yusuf fi ilmihi wa amalihi, katika ilmu yake na matendo yake. Walahu akhbarun kathira, na habari nyingi fi ilmi والسؤدد katika ilmu, na ile kufikia level kubwa ya ubwana, والكرم والمروءه والجاه الكبير. Haya yote ni maneno ambayo yanajulisha juu ya sharaf. Kwa hiyo alikuwa kafikia upeo, wakati tawafahu Allah sana, Allah tabaraka wa taala alimfisha huyu katika mwaka wa 182, fa rahmatullahi alayhi rahmatun wasi'a wa ghafarahu Allah askanahu fi jannatihi. Kwa hiyo huyu ndiye mwanafunzi wa kwanza wa Abu Hanifa ambaye kasambaza madhhabi ya Abi Hanifa. Kwa hiyo nadhani tumeshaona shakhsia yake alivyo mwenyewe. Kwa hiyo hapo tutajua tukua Abu Hanifa naye hakuwa mtu mwepesi, alikuwa ni alimul jalil al-kabir. Tunaendelea na Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, ambaye Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ni nani na akasomeshwa na nani na habari zake zikoje? Kwa hiyo tunaendelea, ambaye huyu ni mtu wa pili. Kama tulivyosema, tutazungumza watu watatu tu ambao ni wanafunzi wa Abu Hanifa waliokuwa mstari wa juu katika kueneza madhhabi yake. Wa kwanza ni Abu Yusuf, na wa pili ni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani.